Karibu tena mtazamaji wa VOC Media kwa habari na matukio duniani kote. Basi usisite kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uanze kupata taarifa zetu. Na leo tutazungumzia kuhusu maisha ya Tundu Lissu. Karibu katika makala hii maalum inayochambua kwa undani maisha ya Tundu Lissu, mmoja wa wanasiasa mashuhuri na wapambanaji wa haki za kibinadamu nchini Tanzania. Katika makala hii tutapitia chimbuko lake, safari yake ya kielimu, maisha yake ya kisiasa pamoja na changamoto na mafanikio aliyopitia mpaka sasa. Tundu Lissu alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1968 katika kijiji cha Mahambe, wilaya ya Ikungu, mkoa wa Singida. Alikulia katika familia ya kawaida yenye maadili ya kazi na uadilifu. Maisha ya kijijini yalimfundisha uvumilivu, bidii na umuhimu wa kusimamia haki za wanyonge. Tundu Lissu alipata elimu ya msingi na sekondari katika shule za mkoa wa Singida. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo alisomea shahada ya sheria. Alionyesha uwezo mkubwa katika kutetea haki tangu akiwa mwanafunzi. Hali hii ilimvutia kuingia kwenye wanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Baada ya hapo alihitimu na kuwa wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania na baadaye alifanya kazi katika mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu kama vile Legal and Human Rights Center LHRC na chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Tundu Lissu alianza kujihusisha rasmi na siasa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo kilikuwa kinajipambanua kama chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Mwaka 2010 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki kupitia Chadema. Katika kipindi chake cha ubunge, Tundu Lissu alijijengea umaarufu mkubwa kutokana na ujasiri wake wa kuikosoa serikali na kutetea maslahi ya wananchi. Alijipambanua kama sauti ya wabunge na mpambanaji dhidi ya ufisadi, ukiukwaji wa haki za kibinadamu na matumizi mabaya ya madaraka. Mwaka 2017 Tundu Lissu alikumbwa na tukio la kikatili ambalo liliacha historia kubwa katika siasa ya Tanzania. Akiwa anatoka bungeni mjini Dodoma, alipigwa risasi zaidi ya 16 na watu wasiojulikana. Shambulio hilo lilimwacha katika hali mbaya ya kiafya na kulazimika kusafirishwa kwenda Nairobi, Kenya kwa matibabu ya haraka. Baada ya miezi kadhaa ya matibabu, Tundu Lissu alihamishwa Ulaya kwa matibabu zaidi. Tukio hili lilitikisa taifa na kuibua mijadala mikali kuhusu usalama wa viongozi wa upinzani. Mwaka 2020, baada ya takriban miaka mitatu ya matibabu nje ya nchi, Tundu Lissu alirejea nchini Tanzania kwa kishindo. Alipokelewa na maelfu ya wananchi waliomkaribisha kwa shangwe. Katika kipindi hicho, aliteuliwa kuwa mgombea urais kupitia Chadema kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Katika kampeni zake, alisisitiza haja ya mabadiliko ya kweli, utawala wa haki na uhuru wa watu wote. Licha ya changamoto nyingi, alionyesha ujasiri mkubwa na kuendelea kuwa sauti ya upinzani yenye mvuto kwa Watanzania wengi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, Tundu Lissu aliondoka nchini Tanzania na kurejea uhamishoni kutokana na hofu ya usalama wake. Ameendelea kuishi nje ya Tanzania, akiendelea kushiriki mijadala ya kisiasa na kuibua hoja mbalimbali kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Hadi sasa Tundu Lissu bado anaendelea kupigania demokrasia na haki za kibinadamu, huku akisisitiza umuhimu wa maridhiano ya kitaifa na haki kwa wote. Safari ya Tundu Lissu ni hadithi ya ujasiri, uvumilivu na kujitoa kwa hali ya nchi yake. Licha ya majaribu makubwa aliyoyapitia, bado anaendelea kuwa alama na matumaini kwa wale wanaotamani kuona Tanzania yenye haki, usawa na demokrasia ya kweli. Tundu Lissu ni somo la kujifunza kwamba kupigania haki ni safari ya muda mrefu inayohitaji moyo wa dhati na uthubutu. Kwa sasa Tundu Lissu ndio kiongozi mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo mpaka sasa ametiwa mbaroni kwa kutoa maneno ya ushawishi kuelekea uchaguzi mkuu kupitia vyombo vya habari. Hivi sasa Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Ulikuwa na mimi Halfan Rajabu wa VOC Media. Usisite kusubscribe, comment na kulike ili kwanza kupata taarifa zetu.